Haya. Ule mtoto kama ule tulia. Sasa unajua? Mbona nasema kwa Alina ameshakuwa DX, si ndio? Lakini tunajua ndo mtu kidogo ndio tunafahamu shemeji. Unaonaje ukinipatia basi Esther, mimi nikabaki naye. Na mimi ni enjoy kidogo. Au sio Chepega? Au sio? Unaonaje? Ngoja nikwambie kitu. Na niko na shari. Tulie, wewe vipi? Njoo hivyo. Unaonaje? Yaani kwenye haya maisha cheza na mtu na cheza na vitu vyake viwili. Mwanamke na pesa. Wewe unamaanisha nini? Unachokitafuta utauponza. Kwa hizo mada ambazo mnazianza huku tunakoelekea. Maana hata kuwakaribisheni hapa kwangu nitakuwa siwakaribisha. Huku ndo kwenyewe unafikia tena? Yeah. Nyumbani tena. Wewe unafika mbali. Angalia, sawa ni hivi. Kama ni kwanza kufika nyumbani, huyu ndio uko nafukuza huyu. Uko nafukuza. Si ndio ipo hata hizo mada za kumpenda nani za Esther kama kumpenda kani ni yeye wa watu Chimpenga. Napenda wangu kukula hapo kwanza na kula pata wa kukula. Ukula nita tu ilikuwa kula kwa babaji pale. Huyu uko nafukuza Alafu nimekumbuka mimi nawaacha kidogo. Kuna sehemu mtafika na wewe usinifuate. Nije. Nimeshakwambia usinifuate. Maana wewe ni mbea sana kamdomo. Ndio maana nakuitaga Ashura. Sawa Esther. Ukokoma. Hapana nakutania. Tangalia. Pamoja mwanangu. Au sio? Poa mwanangu. Fresh. Poa. Karibu. Okay. Sasa tunatumia mambo. Hata brother. Mimi vipi? Wewe baki hapo na timu. Sawa. Wewe baki na timu. Angalia. Oi. Kesho wana au sio? Kwa pamoja mzee. Ndio hivyo. Vipi unaandaa ugali miogo hivi, Vitu vyetu bwana, tunajua tena. Utuinyemya. Nani vya kunyema kama nani vya kunyema kama ni nini? Acha na vile. Mwenzako tunajua jimbo tumbo. Kwa umekuja hapa ni kwa demu wako. Wewe wasema si mimi. Maya, mambo? Poa. Nafurahi sana kukuona, maana nimejipitisha huku niangalia kama angalau nitapata ile bahati ya kukuona kabisa. Vipi, unaendeleaje? Safi tu. Alhamdulillah kabisa. Ya Maya, kuna kitu nilikuwa nataka niongee na wewe ila sijui kama uko tayari kabisa. Kitu gani ongea? Maya. Unajua nikiangalia kwenye mtaa wote hakuna mwanamke mzuri kama wewe. Na kama Dusu unanijua mimi Embe. Nikiangalia kugisi na kuaga maisha ya kwetu na huu mtaa ni tofauti sana. Na mwonekano wangu tu wenyewe unajieleza. Sasa yani nilikuwa nataka Maya kama Dusu unaniona. Nataka tu wapenzi. Na nimeangalia hakuna hata mwanamke ambaye anaweza nikapendana naye. Yaani nimeona hiyo bahati imekuangukia wewe Maya. Sasa sijui kama uko tayari tupendane. Mimi na wewe. Mwana mimi mchafu. Sijui mwakuta majalala. Hivi unaona utazuka tapila kuntolea maji. Na hiyo uchafu wako. Maya mwogopa. Sijui ngome ugota wapi. Eti mimi na wewe. Maya, mwogope Mungu Maya. Hata wewe pekee unaweza kaangalia kwenye mtaa wote hakuna mwanamume anavaa kama mimi Maya. Mimi nakuwa na wanaume wazuri sio kama wewe mchafu.
ulimbeba au ni wangu? Hivi ulizani utahangaika kote hautakutana na mimi? Tunakutana, mimi niko na muda wa kukutana na wewe. Na wala sijatarajia kukutana na wewe. Nisikilize wewe pia. Kama hautaki kuachana na Tina, basi utakiona cha mtana. Nisikilize wewe mwanamke. Mimi sina muda mchafu wa kupoteza na wewe. Yule tayari ameshakuwa wangu. Na naona sasa unapoteza muda bure tu. Nikwambie kitu kimoja. Mimi na Tiwa haujui tunatoka wapi. Wala haujui viapo vyenye mimi na yeye tumeapa. Umetoka wapi au malaya? Malaya. Tena ukome na iwe mara ya kwanza na ya mwisho kuniita mimi malaya. Unasikia? Malaya ni wewe. Hamna Sky. Mdogo wako yupo? Hapana, yupo. Kwa nini? Mimi kilichonileta ni kitu kimoja. Ni dhahiri kuwa mdogo wako nilimpenda sana na hilo nalielewa. Ndio. Lakini sio kwamba anataka tufike. Aliondoka sawa. Alikata mawasiliano, mimi simlaumu kwa chochote. Amefanya mwaka mmoja. Sasa mimi move on na nimeanza maisha yangu mengine. Na mchumba wangu ambaye hivi karibuni tunaweza tukafunga ndoa. Inaelewekaje? Au inaleta maana gani akutane na mchumba wangu barabarani alafu ampige mbele za watu? Mimi kiukweli hali sijaipenda. Na sitaki ijirudie. Sawa baba, nimekusikia. Na huyo ni mdogo wangu, nitaongea naye. Ujue kwamba kitu ambacho kinamsumbua ni ile upendo wa dhati ambao alikuwa nao kwako. Ndio kitu ambacho kinabaki kinamsumbua. Kwa upendo gani? Kwa upendo gani ambao unauzungumzia? Ametoka hapa, ameondoka mwaka mzima bila mawasiliano, hajaaga, sio mimi tu mpaka kwenu familia. Kashenda huko amefanya mwaka mzima, amefanya umalaya wake. Tena iwe mwanzo na mwisho. Iwe mwanzo na mwisho kumwongelea mdogo wangu vibaya. Unajua kule kapitia mambo mangapi? Wewe umuite malaya na kuheshimu, lakini siku nyingine nikikusikia unamwongelea mdogo wangu vibaya, utanijua. Iwe mwanzo na mwisho. Una bahati sijawahi kumgusa mwanamke na kumpiga. Leo ungehadisia hadisi nyingine. Siku nyingine uinue huo mkono wako nipige mimi. Utaona nitakachokufanya. Nipige. Nipige kama kwa mwanaume. Kwa usitaki kuniambia umenuna kwa sababu ya lile tukio la jana? Hapana, mimi sijanuna, niko sawa.
Unajua nikwambie kitu. Mimi ni mwanaume. Na moja kati ya sifa za mwanaume ni uwezo wa kuchukua maamuzi. Ni ukweli usiopingika, lini nilikuwa naye na kila mtu yule analijua. Lakini nime move on na sasa hivi nafanya maisha mengine. So sidhani hata kama amerudi liwe ni swala ambalo litakusumbua sana akili. Mtono unaweza kubadili njia, lakini siku nyingine ikarudi kwenye njia yake ile ile. Kwa hiyo najikuta pia niko na hofu. So unataka kumaanisha kwamba huna imani na mimi au labda hauamini katika michakato ambayo tunaifanya kufunga ndoa? Mimi sio kama siamini. Lakini kumbuka wewe na Aline mlipendana sana. Na ni kama tu mimi nimeingilia kati, ila nyinyi kuna sehemu mmetoka. Kwa hiyo nahofia mapenzi yenu yakarudi. Nikajikuta niko pale pale katika kati. Na kiangalia mimi nimechagulia na wazazi kwako. Hujanichagua wewe. Kwa hiyo wewe ndo kanibadilikia kwa sababu yule ni mwanamke ambaye umempenda wewe kwa kujirizia. Mimi nachoweza kuomba uelewe na kutambua tu ni kwamba nimeamua na nikuondoe shaka juu ya hilo. Sawa. Kama sawa, nahitaji kuona kila muda hapa ukiwa umefungua. Sasa nataka muda wote mimi nimeona pamefunguka kama hivi. Ila sawa. Haya, cheka basi. Cheka basi. Mbona ucheki? Stari imeshacheka. Mimi sijakuona ukifurahi. Mimi niko sawa. Na naweza penda leo niondoke nyumbani. Nikasalimia wazazi. Unataka uondoke kwa sababu ya ile tukio la jana? Hapana. Mimi mbona niko sawa. Sio kwa sababu ya hii tukio, mimi niko sawa. Naenda tu nyumbani kuwasalimia wazazi na nitarudi. Mimi niko sawa na unaona nina siku 4 hapa. Na pia wazazi nao wananimisi. Ila acha niende nitarudi. Wanione. Si vile. Tarudi. Mbona nunusu? Ila isiwe haya ndo sababu. Hapana. Nenda tu nitarudi. Haya poa, kama issue ni kusalimia siwezi nikawa na pingamizi kwa hilo. Ujiangalie. Na wewe makini. Kwa ndo nataka uondoke sasa hivi? Sasa hivi naondoka. Sasa hivi ndo naondoka na nitarudi. Haya. Aline! Aline! Wewe Aline! Hivi, nani alikupatia ruhusa kwenda fanya fujo kwa mke mtarajiwa wa T? Mke mtarajiwa. Kwani yeye ana thamani gani kwako? Hodi. Hodi. Karibu. Asante. Nyerisha. Karibu. Shamna mtafuta istantampata. Da. I say, bana Esther ni kama wewe miguu yako ndio imemfukuza. Maana tulikuwa naye lakini kaondoka kusalimia. Vipi, kuna tatizo? No, hamna tatizo, ni mambo yetu sio yanake tunazungumza. Vipi, unaweza kunibia siri? Shem, nicho na kitu nitatuzungumza. Mbea sasa huyo jamani. Haya poa. Ana thamani gani kwangu? Sawa. Hivi kabisa vitu ambavyo unaifanya hapo, unajielewa kweli wewe?
Yaani unaamua kufanya vitu vya kipuuzi sana. Nikwambie kaka, siwezi kuvumilia naona mtu ananiibia mpenzi wangu mimi. Anakuibia wewe? Ndio. Hivi kabisa unajelewa kweli wewe? Umeenda mwaka mmoja, mtu wake maisha mwake kujitafutia maisha mengine, unakuja kuwa kero kwenye maisha za watu. Hivi kabisa uko sawa kabisa? Nitakuwa kero mpaka pale ataamua kumwacha mpenzi wangu mimi. Mimi na Titi tumeapa viapo vya ndoa. Alafu nyinyi mnasema mimi na Titi wachane. Hivi kweli wewe unaona kweli hiyo inaingia akilini kweli? Yaani hivi unanijibu mimi hivyo? Naweza nikakupiga hapa hivi. Kaka, piga huwa garagaza. Simwachi Titi. Hata msemeji. Hapa utapiga mpaka uue. Nampenda Titi. Shem, nimekumbuka. Shule lini? Aise bana, cha kwanza shughuli ipo. Ila sema tu siku ndo hatujapangilia. Shem bana, siku ikifika nitakatika viuno. Yaliyomo yapo. Yamo papa, yamo. Hiyo siku ikifika nakwambia, ni viuno tu kwenda mbele. Hiyo siku, kaishepu yangu, watanikoma. Sema uzuri mimi waga nakukubali sana. Unaga shobo. Utayaona. Utaua shemeji. Utawaua. Uzuri basi nitakuwepo mbele, maana kila kitu nitakuwa nashuhudia. Utasema. Kwa shepu yangu. Shemeji. Mimi tu. Utaua? Nakwambia nyata shemba inaondoka. Haya bana, pamoja. Asante. Haya bye, wasalimie. Tizama vidonge hapo juu ya kabati ndio kwenye viko hapo. Sasa unaniletea bila maji? Ndio tuna. Leta maji. Nenda uchukue kitu hapo. Unajua kuna kitu nataka kushauri mdogo wangu. Kwenye hii dunia kuna mambo mengi sana, na usipokuwa mwangalifu utaingia pabaya. Dunia ina mitihani sana, na kitu cha msingi ni utulie. Utulie, Mungu atakujalia, utapata moyo wako. Achana na Titi. Usiende unaingilia mambo ya Titi tena, kwa sababu tayari Titi ameshakuwa na mchumba. Hakuna mwanaume ambaye anaweza akavumilia mchumba wake amepotea mwaka mzima asijulikane yuko wapi, si simu wala nini, afu akavumilia akose kutafuta mtu mwingine. Hiyo haiwezi kusikilika. Cha msingi tulia, omba Mungu akujalie pate mwanaume wako mwenye atakufaa na kukustahili wewe mwenyewe. Hicho tu ndio kitu ambacho mimi nataka nikushauri. Dada, hivi unajua jinsi gani mimi nampenda Titi? Au wewe unajua mimi na Titi tumetoka wapi? Unajua viapo gani tumeapa mimi na yeye? Dada, Titi ananipenda mimi. Ni vile tu ana hasira na mimi. Aline, mimi ni mkubwa wako na nimeona mbele. Tulia. Titi sio wako tena. Tulia. Dada, Titi ni wa kwangu na tabaki kuwa kwangu.